Habari mtu wangu wa nguvu, mwana Crypto Academy Pro. Leo tutajifunza cryptocurrency zinakaa wapi. Lakini kwa mtazamo wa kawaida kabisa, cryptocurrency haikai kwenye wallet. Cryptocurrency haikai kwenye simu. Cryptocurrency haikai kwenye exchange. Cryptocurrency haikai kwenye website. Cryptocurrency inakaa kwenye blockchain. Blockchain technology nadhani nishakufundisha hapo nyuma, lakini nitaenda kukufafanulia cryptocurrency zinakujaje na zinakaaje kwenye blockchain, na mimi kile ninachokionaga kwenye wallet yangu ni nini. Okay? Sasa basi ni hivi, blockchain ndio inahifadhi crypto zote duniani. Sasa kinachofanyika ni kwamba nitatolea mfano wa mtu A na mtu B. Mimi nitakuwa mtu A, wewe utakuwa mtu B. Ni hivi, unapokuwa unamtumia mtu cryptocurrency, mfano unamtumia mtu Bitcoin moja, mtu A ukishatuma unatuma kupitia public key, yani public address kwa kumtumia. Sasa unapotuma pesa ile ama ile Bitcoin moja inaenda kwenye mtandao wa blockchain. Ukishaenda pale wale miners, validators, sawa, wao wanaipokea, yani zile computer nodes zinaipokea ile Bitcoin. Zikishaipokea kunakuwa na miamala mingi iko pending. Kwa hiyo inakusanywa ile miamala kwa pamoja, inawekwa sehemu moja. Baada ya hapo inafanywa verification, inakaguliwa kwenye hili box, inakaguliwa. Ikishakaguliwa inaangalia kama iko verified, ile miamala itakuwa tayari verified, na hapo ndipo itazaliwa bloku mpya. Baada tu ya kuzaliwa ile bloku mpya, yule mtu B ambaye ni wewe utapokea taarifa kwamba umepokea Bitcoin moja. Okay? Umepokea Bitcoin moja. Sasa ile Bitcoin moja uliyoipokea sio kwamba ile Bitcoin imeingia kwenye wallet yako. No. Ile Bitcoin imekupa, yani maana yake umepokea kitu kinaitwa hash. Hash ama private key. Zile private key ulizopokea sasa ndo zinakupa taarifa kwamba umepokea hash ya kuona Bitcoin moja. Maana yake mali yako wewe ni Bitcoin moja kupitia ile hash. Kwa ile hash uliyoipokea ni ufunguo. Kwa hiyo kile tunachokiona kwenye wallet ama kwenye exchange, zile ni funguo za kuona asset zetu zilizopo kwenye hizi blocks. Kwa hiyo hizi blocks zina mali za watu. Hizi blocks zina mali za watu na ndio zinazotunza cryptocurrency. Kwa hiyo siku nyingine ukiulizwa na mtu yoyote, mwambie cryptocurrency inakaa kwenye blockchain, sio kwenye wallet wala exchange. Sasa basi twende nikakuelekeze wallet ni nini. Tujifunze wallet ni nini. Wallet ni kama, naweza nikatolea mfano, ni kama nyumba ya kupanga, kwamba ukishapanga ile nyumba unapewa ufunguo. Ukishapewa ule ufunguo, mwenye mamlaka ya kuingia mle ndani ni wewe. Sawa sawa? Mwenye mamlaka ya kuingia mle ndani ni wewe. Sasa hapa tunaongelea hizi ni Web3 wallet. Ni wallet ambazo zinategemea mtandao ili ziweze kuonyesha ile asset yako. Sawa sawa? Sasa hizi web wallet maana yake zenyewe hazitunzi ile crypto yako, bali zinatunza ile private key ya kwako wewe ya kuona taarifa za asset zako kwenye blockchain. Ndivyo ilivyo. Wallet ndio kazi yake. Kwa hiyo kesho ukiuliza, mwambie mtu yoyote wallet haitunzi crypto, bali wallet inanitunzia private key kwa ajili ya kuona taarifa zangu ama asset zangu kwenye blockchain. Okay? Sasa twende nikakufundisha pia kitu kinaitwa crypto exchange. Crypto exchange ni kitu gani? Crypto exchange hii ni masoko ya kidigitali. Tukitaja hapa kuna Coinbase ni soko kubwa sana, Binance ni soko kubwa sana, Bitfinex ni soko kubwa sana na mengine mengi. Haya masoko ndio yanayokuwezesha wewe kununua na kuuza. Hivyo basi kama unafanya biashara kwenye masoko haya yanaitwa kwa jina la centralized exchange. Maana yake zinamilikiwa kama vile NMB, CRDB na benki zingine. Kwa hiyo hili pia ni benki, lakini ni benki la kimtandao. Ila uzuri ni kwamba mabenki haya kidogo yapo yamekuwa hybrid zaidi, ni kwamba yapo kitaalamu. Hivyo basi yanakupatia uhuru wa wewe kununua na kuuza bila kuwa na mipaka, lakini ni centralized, sio decentralized. Kwa hiyo linakontroliwa na kampuni husika.
Mfano kama Coinbase, maana yake ukiwa unafanya biashara kwenye Coinbase utakuwa asset zako zikiwa kwenye Coinbase. Coinbase ndio aliyeshikilia dhamana ya zile asset zako. Ukiwa unafanya biashara kwenye Binance, maana yake Binance ndio aliyeshikilia dhamana ya zile asset zako. Hiyo ndio exchange. Haya ni masoko ya kimtandao ya kufanya biashara ya kununua na kuuza. Sasa basi, twende sasa nikakupe faida nzuri na faida ya mwisho kabisa. Tuende tukaone utofauti wa wallet sasa. Wallet ziko za aina mbili. Kuna wallet inayoitwa hot wallet, wallet ya moto. Wallet ya moto ndio zile Web3 ambazo nilikuwa nakufundisha. Sasa basi, Web3 maana yake kama nilivyokuambia, unakumbuka nilikwambia kwamba ile wallet haina zile asset zako, bali imekushikia taarifa za wewe kuona mule ndani ya blockchain. Kama unavyoona hapa umechorwa hapa, umekuja huku juu, maana yake huku kwenye hizi blockchain huku ndiko kwenye asset zako. Asset zipo huku. Hii yenyewe hii hapa yenyewe imeweza kushikia zile private key kwa ajili ya kuona zile taarifa zako ama asset zako kwenye blockchain. Sasa basi, faida ni kwamba hii uzuri wake ni kwamba hakuna on kama vile exchange kama Binance, kama KuCoin, zingine nyingi. Hakuna mtu ambaye anamiliki, ni wewe na blockchain, wewe na blockchain, okay? Hakuna mtu wakati. Lakini sasa changamoto zake pia ni kwamba unapopoteza labda zile private key, unapozipoteza kwenye hiyo hot wallet yako, ujue ndio mazima umepoteza asset zako. Labda unaposahau zile files keys, ujue kabisa hapo ndio umepoteza mazima asset zako, kwa sababu blockchain haina customer kwamba atakuja utampigia customer care utamwambia bwana nimesahau private key zangu, nifanyie mpango ni forget. Ni kitu kisichowezekana kwa sababu blockchain inaendeshwa na miners and validator. Kwa hiyo hao wanaoendesha blockchain wao pia hawaelewi hizi ni za nani, hizi ni za nani. Wao kazi yao ni kuprocess miamala tu. Sawa? Huo ni upande wa hot wallet. Sasa basi nikufafanulie tena wallet nyingine inayoitwa cold wallet. Sasa hii cold wallet basi. Hii cold wallet hii unayoiona hapa, cold wallet. Cold wallet tunaona kuna haka kamechorwa hapa katikati. Haka. Maana yake inakuonyesha kwamba kila kitu, maana yake zile asset zako ulizokuwa nazo wewe ndo unayezimiliki. Ukiona hapa hakuna kitu kingine ambacho kimeshikilia hizo asset zako. Hiyo owner wa hizo asset ni wewe. Hiyo ni cold wallet. Hizo cold wallet kuna ledger, zipo aina nyingi. Kwa hiyo hizo cold wallet ni kama flash tu. Unaweza kuhifadhi mabitcoin yako hata ya mabilioni huko, lakini ukawa unatembea na ka flash tu na mtu asijue. Lakini changamoto ya kwake ni kwamba ukipoteza hiyo wallet, umepoteza kila kitu. Ukipoteza hiyo flash, umepoteza kila kitu. Hata kama kulikuwa kuna mabilioni na mabilioni yatakuwa yamepoteza, hakuna mtu ambaye anaweza kuzi-access tena. Kamwe hakutakuja kuwa na mtu ambaye ataweza kuzi-access. Hivyo basi ndivyo nilivyokuwa nakufafanulia somo la crypto zinakaa wapi. Natumai umeelewa vyema kabisa. Tukutane kwenye somo letu linalofuata.